Ndugu zangu katika imani, inna lilbatil fi hadha alasr sawlatun wa jawla. Batili katika zama tunazoishi zimepiga hatua ya hali ya juu mno. Wana khutwa mbalimbali ambazo wanaziweka, ima katika mitandao ya kijamii, kupitia katika kanawati. Ni nyumba ngapi za Kiislamu ambapo swala haziswaliwi? Na kama inasaliwa unaweza kukuta ni baba na mama ndio wanaosali, na inafika wakati hata baba anaweza kuambia niandalieni maji, mama anaandaa maji, ama mtoto anaenda kuandaa maji, wanaendelea wanakaa kwenye TV wakiangalia mabaya, kiasi kwamba hata kuangalia baba na mama na watoto kwa pamoja hivi, kama wangelikuwa na picha ya Kiislamu wasingeweza kuangalia. Picha za uchiuchi zikirushwa katika mitandao au katika matelevision, wote wamekaa baba, mama, kaka, dada. Ile haya ya Kiislamu haipo tena. Kuna haja turejeshe ile picha halisia ya Kiislamu. Baba awe na haya, mama awe na haya, mtoto wa kike awe na haya, mtoto wa kiume awe na haya. Tukiishi katika mazingira kama haya, basi tutarudisha ile picha halisia ya Kiislamu. Uislamu una haja sana, kwa sababu wao Mayahudi na maadui wa Kiislamu hawana kingine wanachokifanya isipokuwa ni kuhakikisha kwamba sum'a, dini ya Kiislamu, inaondoka kabisa katika waji wa ardhi. Lakini haiwezi kuondoka. Allah subhanahu wa ta'ala kaiweka, na Qur'ani kaishusha, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Hakika sisi tumeteremsha dhikr, kwa maana Qur'ani, na sisi ndio tunailinda, na itaendelea kubaki Qur'ani na Uislamu utaendelea kubaki ila an taquma saa, watafurukuta utakavyokwenda. Lakini wewe kama Muislamu, ikiwa hutosimama kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala Allah hana haja na wewe, atawaleta wengine wataisimamia, na itaendelea kubaki mpaka kiyama kitasimama. Hasara si kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali hasara itakuwa kwangu mimi na wewe, ikiwa hatutosimama kisawasawa kuhakikisha kwamba tunaitetea dini yetu. Ndugu katika imani, hal tadhakkarta anna dinaka hadha alladhi tadinu Allah? Je, umekumbuka au umekaa siku kafikiria walau siku moja kwamba dini yako hii ambaye unamwabudia Allah subhanahu wa ta'ala mustahdafun bi'ada'in marir, kwamba inalengwa na inatafutwa kwa kila kona na uadui wa hali ya juu mno? Je, kuna siku yoyote hata umekaa tu ukapata maumivu jinsi ya Waislamu wenzako mathalan wanavyoteswa ulimwenguni, ukajihisi kwamba yule ni Muislamu mwenzangu, ukaitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, walau basi kwa kuweka paji lako katika ardhi, ukawa ni mwenye kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala awanusuru Waislamu wenzako? Sababu kunusuriwa kwa Waislamu wenzako ndiko kunusuriwa kwa dini. Ikiwa Waislamu wanateswa sehemu moja na wewe kama Muislamu umenyamaza kimya, basi hata umeshindwa kwa dua unaimiliki mwenyewe kwenye kinywa chako, mikono yako unainua, unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Umeshindwa kufanya hivyo, je, waweza kuwanusuru ima kwa pesa, ima kwa lolote lile litakalokuwa? Itakuwa ni vigumu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tuziraji nafsi zetu, na kila mmoja ajue sayusalu yawmal qiyama, atakuja kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama kuhusiana na dini hii. Taban Mtume sallallahu alaihi wasallam alileta na akaishi kwa muda ambao ameishi, na kaifikisha bi atammi wal kamal, kwa ukamilifu, mpaka anaondoka dini imekamilika, hakuna kilichobaki. Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah ameridhia Uislamu kuwa ndio dini na itaendelea kubaki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaifikisha dini, hajafanya khiana, kaondoka dini. Kama ni la khairi dalla alayhi, na kama ni la shari pia Mtume sallallahu alaihi wasallam hadhara, alilitahadharisha. Kwa hiyo mpaka anaondoka dini imekamilika. Wakaishika dini hii maswahaba, wakaisimamia ukweli wa kuisimamia. Wameondoka maswahaba, zikaza jili na jili na jili mpaka kutufikia mimi na wewe. Na mimi na wewe tunatakiwa tuhakikishe kwamba tunasimama katika misingi ya kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuifikisha kwa umma kama vile alivyotuelekeza Allah subhanahu wa ta'ala, na alivyotufundisha Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam.